Sisi tunaoishi tumepatwa na haya ya uso. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa wanatucheka. Watawala wa nchi hii hawakusikiliza maneno na hawakusikiliza watumishi wao. Ndugu zangu, hawakusikiliza manabii wao. Baba zetu hawakusikiliza manabii wao. Alitaja level mbalimbali za uongozi, kuanzia uongozi wa taifa lake, akataja uongozi hata wa kidini, akataja ndugu zake, akataja kwamba tumetumikia miungu mingine, miungu ya baba zetu. Imetugharimu leo hii, tumejikuta tuko utumwani. Mungu rehemu, akaomba rehemu. Siku ya kwanza mpaka siku ya 21 Mungu hakujibu. Ndipo kwa sadaka ya jioni, Danieli, ukisoma ile Danieli 9 mstari wa 20, ndipo mimi Danieli katika dhabihu ya jioni. Dhabihu manake hii ni dhabihu ya kiagano. Alipoisimamisha dhabihu ya kiagano, ndipo akamwona malaika akirushwa kwa haraka. Kumbe palipo na agano inasababisha Mungu ajibu kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni Danieli 9 mstari wa 20 na 21. Ukisoma hapo utaweza kuona Danieli aliongea. Akasema nimeomba, hakuna matokeo. Nimeomba, nimefunga, hakuna matokeo. Siku 21. Hii siku ya 21 ndipo Mungu anampa maarifa kwamba Danieli, mkono mkubwa langu hii agano huku, kama wewe unanikumbusha habari za baba zako kwamba wewe ni Mungu ushikae rehema, ushikae maagano, kwamba una rehema, lakini pia penye patano unafanya nini? Unaheshimu. Hata toka enzi ya baba yetu ambao ni Ibrahimu, alinua sadaka ya kiagano. Kama lengo ni hilo, inua, ndipo anampa maarifa. Alafu malaika alipomfikia Danieli, alipokuwa amepiga magoti yake akamwomba Mungu, ghafla akamwona malaika, akaishiwa nguvu zote mpaka za mwilini zikamwishia. Ndipo malaika anasema, Danieli, mtumishi wa Mungu unayependwa. Bwana Yesu asifiwe. Toka siku ya kwanza ulipoazimia moyoni mwako na kwanza maombi yako yalisikika, lakini mkuu wa anga na Uajemi alinizuia. Bwana Yesu asifiwe. Alinizuia. Ila kwa nini ilifanya siku ya mwisho na dilio alipoingia sadaka ya kiagano? Mungu akajibu kwa haraka. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Alikumbusha kwa sadaka ya kiagano, tulizoea kupeana hivi. Kama walipeleka hivi, basi mimi ninaleta huu zao. Mungu na ndugu zangu, sisi tulio hai kwa sadaka ya kiagano. Mungu alijibu, hakujibu? Bwana Yesu asifiwe. Aliwatoa huku, ndugu zake akawatoa huku, akawaleta kwenye madhabahu waliokuwa wakipeana na Mungu toka enzi za Ibrahimu, mzee wa maagano, baba wa maagano. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akasema, mimi ndimi nishikae maagano. Mungu nishikae maagano. Kule kwenye Kumbukumbu la Torati ukisoma mpaka mwisho anasema anashika vizazi maagano hata vizazi vingapi? Ndio. Vizazi 1000. Sasa kwa wapendao, kama damu ya mafahari ilitambua vizazi 1000, anakuja Yesu anasema, Yesu mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyiziwa, agano iliyobeba agano la milele. Maana fikiri damu ya mafahari yaliishi vizazi 1000. Sasa vizazi 1000, chukua 1000 uzidisha mara 100 ni ngapi? Ni miaka 10,000, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. 1000 zidisha mara 100 ni ngapi? Na ni 10,000, miaka 10,000. Kwa damu tu ya mafahari. Baada Yesu anasema nimekuja kukamilisha agano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Ndipo sasa ukisoma, tumesoma jana nilifundisha habari ya ushirika mtakatifu. Kusema agano linakamilishwa kwa damu ndani ya mwili wake, kwa sababu ndio madhabahu ni pamoja. Kwa hiyo kile kinachoshirikishwa pale sio maigizo, tulikiona kwa Yesu mwenyewe. Akasema fanyeni hivi, akaumega mkate. Tulitembea kwenye maandiko, si ndio wapendwa? Fanyeni hivi, huu ndio mwili wangu na hii ndio damu yangu ya agano. Hili ndio agano langu, ndio agano jipya. Tena amesema ni agano jipya. Kwamba Mungu sasa kutokea sasa maagano yote mtakaokuwa mnayafanya, tumieni damu hii ya agano la milele, kwa ni damu ya Yesu. Iwe ni agano ndio nini, ukihusisha uwe na uhakika hilo agano litaishi milele. Na kila wakati kama lina udhaifu ndani yake, Mungu anapanga tu, anakwambia Bwana,
pengine baada ya miezi mitatu, tafuta imarisha, kwa sababu uwiano na sadaka na nguvu iliyoko hapa na hii unayoitaka kutokea hapa vina tofauti. Angalau boost lile agano lako, ila hakuna damu nyingine unaweza kuitumia zaidi ya damu yangu mimi Yesu Kristo. Haleluya kanisa. Ukiingia agano, unapokuja awamu ya pili kuingia upya, unaimarisha agano. Haleluya kanisa. Kwani tunaona kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18, ndimi Mungu nikupae nguvu ya kupata utajiri, ili kukamilisha, ili kuimarisha nini? Agano. Hauwezi